Tuangalie njia ya 5. Jua wakati wa kunyamaza na kuongea. Jua wakati wa kunyamaza na kuongea. Amen. Kama vita vimeinuka. Kwa mfano pale nyumbani watu wanasema huyu nguma ni mchawi. Mpaka imeenea mpaka mtaa mzima wanajua nguma ni mchawi. Na wewe mwenyewe si mchawi. Na wewe mwenyewe ndio unajua ukweli. Unajua kila mtu anajua mwenyewe ukweli wake. Hata unajua watu wote wamejua nguma ni mchawi. Lakini wewe mwenyewe hata haujui si mchawi. Inafaa utulie. Hiyo temu utulie na sikutulia tu nyamaze, kwa sababu utakopia kuna stress. Unaambia Mungu hii bani, unaomba Mungu, unanyamaza. Hawa binadamu ama sisi tutakuona hauongei, lakini kama wewe unaongea na Mungu. So unanyamaza kwa ule wakati, kwa sababu kama sisi tunakuambia wewe ni mchawi na wewe nao pia ukasirike, unaambie kwa mfano mimi ndio umesikia nimekuambia useme umeona wapi ni mchawi ama nimenyomroga nani. Sasa hapa itakuwa ni vita. Lakini inafaa utulie. Inafaa ujue wakati gani wa kutulia. Hizi vita zimetokea, inafaa nifanyeje? Hapa kazini kuna issue imefanyika ama kuna kitu kinapotea. Na ni kama hajulikani mwenye amechukua hiyo kitu. Inafaa unyamaze, utulie. Kwa sababu hata kama ni wewe unafaa pia utulie. Tulia. Ujue wakati wa kunyamaza. Vita zikikuja, jua wakati wa kunyamaza na jua wakati wa kuongea. Ukifanya haraka utaongea mahali kwa kunyamaza, wewe uongee. Utakuongea mahali kwa uongee, wewe unajibu. Kwa hivyo inafaa utulie. Hizi vita za maneno kuzishinda ni rahisi kama tuko na maarifa. Ni rahisi kama tuko na ujuzi. Na tumejifundisha kwamba inafaa ujue wakati wa kunyamaza na wakati wa kuongea. Amen. Najua kwenye ndoa, sijaoa lakini kwenye ndoa, kazini, kwenye familia zetu, hapa ni ujue wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. Utasikia kwa nyumbani kunapigwa simu, kuna mambo mengi yanaendelea, lakini wewe jua tu kunyamaza. Utatukosema useme sijui shangazi yako yuko na hivi na hivi, lakini wewe jua tu kunyamaza. Na ujue kuhandle issues kisiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaweze kujua wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. Kuna wakati wa kuongea na kuna wakati wa kunyamaza. Tukaweze kujifundisha hizi nyakati. Amen. Na hizi vita hazitatushinda, tutazishinda. Amen. Kwa sababu kuna watu wengine sasa tunavyoongea wameanza huduma zao kwa sababu ya maneno yanayoinuka juu yao, wanaoyasikia. Kuna wale waambiaji wamesikia wewe hata huwezi ima nini maneno, lakini yeye kwa sababu hakujifundisha ama hajui ujuzi wa kusina pesa maneno, anakuwa tu ukovu. Mtu fulani aliniambia mimi hata nikiimba hata bezi haiendi, sijui nini haiendi, na anaacha ukovu. Kwa hivyo hizi vile zinapokuja, jua wakati wa kuongea. Kama mtu anakuambia hujui kuimba na wewe mwenyewe unajua kabisa unajua mimi sijui kuimba, lakini acha ning'ang'ane hapo mpaka hapa, naamini Mungu atanifanyia njia. Hapo hauna haja ya uongee. Tu nyamaze tu. Umwambie Mungu sawa. Watu wanasema sijui kuimba, lakini hata mimi mwenyewe najua kabisa sijui kuimba, lakini naomba nipate hiyo neema nijue kuimba. Kweli Mungu, watu wanasema mimi sijui kuhubiri. Ni sawa, sijui kuhubiri, mimi mwenyewe najua, lakini nipe hiyo neema ili ya kwamba nikaweze kuhubiri, ili siku nyingine pia wakaenda mahali waseme sijui ambao tulikuwa tunamwongelea. So hizi vita za maneno wakati mwingine inafaa unyamaze. Inafaa unyamaze kabisa, uongee wewe ni moyo tu na Mungu wako. Tena kwa jamaa haizi piga gitaa, haizi piga, lakini mwenyewe uko na hiyo watamani kujua. Sasa mimi nikamwambia bro, wewe uwezani kupiga hiki kitu, sio hata tunayo. Na mimi hata wala wote ninaongea niende. So wewe mwenyewe ndio utaka
Lakini hii gitaa mimi, si mimi niko na hamu kabisa hii gitaa nijue. Hii gitaa nataka nijue Mungu. Hapo kuna wakati wa kugombana kweli? Nina mwanadamu zako. Hakuna. Kwa sababu gani? Ni wewe mwenyewe ndio uko na hiyo kitu iko ndani yako. So hizi pira za maneno kusishinda ni unyamaze kabisa, usiongee. Nyamaza tu. Nyamaza tu. Cha tusome kitabu cha Methali kama nitakipata karibu. Mwenye atapata kwanza nisomee Methali 17:14. Methali 17:14. Methali 17:14. Mwenye atakipata haraka. Methali 17:14. Methali 17:14 nasema hivi: mwanzo wa ugomvi ni kama kutoboa penye maji, basi acheni ugomvi kabla haujafurika. Amen. Amen. Tuache ugomvi. Tuache kushindana. Wewe mbona umeniambia hujui kupiga gitaa? Sasa kama hujui kupiga gitaa, si uende mbele za Mungu mwambie Mungu, najua sijui, lakini nipe neema nikaweze kujua. Mbona tugombane sisi kama wanadamu? Mbona tugombane? Inamaanisha hata wewe mwenyewe hauna haja ya kujua hiyo keyboard. Maana kama uko na haja ya kujua hiyo keyboard, si mimi nimeongea. Wewe ukachukua haya maneno yangu kama changamoto, mwambia Mungu, nimesikia hivi na hivi na hivi. Nimesikia mimi sijui kupiga keyboard, lakini hata mimi mwenyewe najua sijui, lakini nipe neema. Amen. Nipe neema. Lakini kama nitachukulia maneno mtu fanya ameniambia mpaka niangushe huko. Tunavyokaza kuna watu wengi wameacha huduma zao kwa sababu ya maneno tu. Anaambiwa hivi, asikie vile, mara tugombana hivi. Lakini sisi kama Wakristo inafaa kabisa tusiweze kugombana. Mimi ukiniambia kitu, hiyo kitu kama sijui nasema tu sawa. Maana standard. Maana kama sijui tayari. Mimi kama sijui tayari. Mimi ukiniambia hapa niimbe, wewe siku naimba vizuri. Lakini ambaye ya preparation sijui. Na hata ukiniambia wewe nini hata nakwambia tu sawa, maana mimi sijui. Amen. Amen. Kwa hivyo mwanzo wa ugomvi ni kama kutoboa penye maji, basi acheni ugomvi. Tuweze kuacha ugomvi. Tuchukulie hizo hayo maneno yote ambayo tunayaongelea, tunaambiwa kama changamoto zetu sisi, ili kwamba hizi vita tukaweze kuzishinda. Amen. Tuangalie pointi nyingine hapo tukimalizia. Kudhibiti ulimi wako. Kudhibiti ulimi wako. Usijibu kwa haraka au matusi. Ulimi wako, ulimi. Unajua ulimi ni kitu kidogo, lakini unaweza fanya mwenzako waache wokovu. Unaweza fanya hata wewe mwenyewe uende uingie mahali ni pabaya, ama ukupeleke hata kwenye mauti kwa sababu umeongea kitu. Kwa hivyo ulimi pia jua kucontrol pia ulimi wako, jua control yale maneno ambayo unayatoa. Hakikisha yako na faida ama yanajenga mtu mwingine. Afadhali ushinde mchana mzima umekimya, umenyamaza tu, kuliko kuwa unaongea sana na ukiongea ni porojo. Kunyamaza pia ni hekima. Na tukiangalia hizi vita kuzishinda vizuri, kitu cha kwanza na kubwa ni tuko na hekima. Unakuwa na hekima. So tujue kudhibiti ulimi wetu. Hizi vita za maneno, kuna vita ambazo tutazisikia kwa makanisa, hasa nyumbani. Huyo kijana siku hizi hafanyi kazi, yeye ni kanisani tu. Asubuhi watu wanafanya kazi, wako kanisani kwa maombi. Hafanyi kazi kabisa mtoto wangu.
Vita zinaweza zikainuka kwa familia, zikainuka. Kwanza kwa kazini, kila siku kwa nyumbani tu. Hata kazi sio shirika sio nini, arudi. Yaani kuna vita zinaweza zitainuka na zitakuja. Lakini wewe pia ujue kupigana na hizo vita. Jua kupigana na hizo vita. Wakati zitakapokuja, jua kupigana na hizo vita. Jua kupigana na hizo vita. Na ukitaka kujua kupigana hizo vita vizuri, mpaka uwe mjinga. Ukikuwa mjinga, hizo vita utashinda tu vizuri. Vizuri sana. Kwa sababu kwa mwerevu, na hii dunia karibia kama saa hii ni mwerevu, anajua kila kitu. Tuongeleshana mwisho wa siku vita. Tuongeleshana mwisho wa siku ni vita. Lakini hizi vita tukaweza kuzishinda, tukaweza kujua haya maarifa ambayo tunaweza kuyatumia wakati ambapo tutakuwa katika hizo vita. Tukaweza kujua na tumeangalia kwa wale ambao wamechelewa kidogo, utaangalia mtu mwenye ameandika alafu utajisaidia. Kwa hivyo hizi vita zitakuja nyumbani, kanisani, wapi. Hizi vita zitakuja, lakini jua kupigana na hizi vita. Jua kupigana na hizi vita. Jua mbinu ya kushinda hizi vita. Amen. Jua mbinu ya kushinda hizi vita za maneno. Amen. Amen. Kwa sababu sina tema hapo na sijui sasa muda wangu umefikia wapi. Nataka nitamatishe hapo. Lakini nikisema kwamba wakati wowote ambapo utasikia kitu yoyote mbaya ambayo imekuudhi, iwe nyumbani, iwe kanisani, iwe wapi, kitu cha kwanza, tambua kujua hiyo shida ilitokea wapi. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Taka sana kujua shida imetokea wapi. Yule mwenye atakuwa anakuongea kuwa chini, fuatilia hiyo ishu polepole, kwa sababu hizi vita za maneno zinahitaji sana Roho wa Mungu akuongoza. Na maneno mengine yanavunja moyo, huwezi toka yavumilia. Unaweza kusikia kitu mpaka usikie hii kitu ni too much. Lakini hivyo hapo ndio inafaa Mungu aonekane. Hapo mabaya hapo yani hapa haieleweki inafikiaje. Mahali pakuwa unaleumika, watu wanakuongea vibaya, hapo ndio Mungu pia anataka ufanye kitu ili adhihirike pia anaishi kama yuko. Kwa hivyo sisi kama Wakristo, haya mambo yote ambayo tumeangalia tukaweze kuyashika vizuri, ili ya kwamba hata pale kazini haitakuwa kila siku ni amani. Pale kazini pia inafikia wakati ambao nafikia mpaka mtu kumwona anashangaa huyu naye inakuwa shida, kwa sababu hizi ni vita ambazo ni lazima tuzipitie, lakini zikikuja pia tujue jinsi ya kuzihandle. Mimi nitaongelewa vibaya, utaongelewa vibaya, mtu mwingine pia ataongelewa vibaya, lakini katika haya mabaya yote ambayo utakuwa unaongelewa ama itakuwa ninaongelewa kuhusu, je, mimi mwenyewe nitakapoyasikia yatanivuja moyo ama Yesu ataonekana? Je, Yesu ataonekana katika hayo maneno ambayo ninapitia huo wakati? Na kumbuka nikiwa high school
nilikuwa kila siku ni makesi, lakini kesi kusema ukweli haisikuwa za ukweli, ilikuwa ni uongo. Lakini uongo shetani ameutengeneza mpaka umekuwa ukweli. Lakini kwa sababu nilikuwa nisikuwa najua hii elimu, lakini Roho Mungu alinisaidia wao wakati sikuwa na maneno mengi sana, nimetulia, nikatulia, nashukuru Mungu. Kwa hivyo hizi pesa zinapokuja hazikuji tu hivi, pana Mungu pia kupitia hizo vita anataka aladilike pia hapo. Mungu ama Yesu atakujuaje nguma umeokoka na unampenda kama hatakupitisha katika mitihani? Mpaka kupitisha katika mitihani ndio hiyo mitihani ukishinda, ajue kweli huyu mwanangu ananipenda, huyu mtoto wangu basi ni kweli anipenda, kwa sababu nimepatia huu mtihani huu na huu na huu akapita. Ndio hapo Mungu anajua sana anakupenda. Na si utasikia tu na mazuri wakati mwingine wasikia kitu ambao hata iko imekuzidi, hata unafikiria kitupea business yangu kitu ni kubwa. Lakini kwa nini Yesu akaruhusu ikupate? Ni kwa sababu yeye Mungu anajua hili jaribu huyu mwanangu Nelson anaweza kulishinda. Anaweza kulishinda. Si jambo la kwamba litamwangusha. Kwa hivyo nasema kwamba sisi kama Kristo tukaweze kujua hizi mbinu, tukaweze